Haya, niambie. Naam. Tuko kwenye swala la ndoa, na kwenye ndoa bwana, mahusiano mengi sasa hivi yamekuwa ina shaka. Na shaka yake ni kweli, jamani, huyu mimi ametoka, mbona ugomvi nyingi, watu hawaaminiani tena. Ndio. Je, kupitia ndoto ambazo mkwambia kutafsiria pamoja na majina yetu, tunaweza kugundua kwamba nilipo sio sahihi, nasalitiwa, niingie hapa ni sawa? Ndoto zina elimu gani hapa? Unajua, ndoto sio imagination kama watu wanavyofikiri. Ndoto sio fikra tu. Kuna ndoto ya fikra na kuna ndoto halisi. Mwenyezi Mungu ongea na watu kwa njia ya njonzi. Na Mungu hutoa ishara kwa watu. Na Mungu mpenda kila mmoja. Mungu anapenda wewe uwe salama, na Mungu anapenda kila mmoja awe salama. Sasa unakuta mtu anaota ndoto zingine alafu anapuuzia, anachukulia kawaida, lakini ndio njia moja wapo ambapo Mungu anakuelekeza kwamba hii ndio njia sahihi. Mfano, kuna ndoto ambazo ukiota labda mtu amekuapproach, yani mtu kakutongoza alafu umemkubalia au hujamkubalia. Kuna ndoto unaweza kaiota ikakuelekeza kwamba yule mtu sio sahihi, achana naye, na usije kumpa majibu sahihi. Umeelewa? Na pia unaweza kawa katika ndoa umwamini mmeo, unahisi kama anatoka katika ndoa, uelewi, au unahitaji kuolewa, unataka kujua kwamba huyu naenda kuingia shimoni au la. Unajua kuna watu wanahisi kwamba akishakuwa na kitanda na godoro tayari ndoa anaweza kuipata. Wakati hajui kwamba siku hizi kuna wanaume ambao wanaoa ili mradi atimize tendo kwamba ameoa, lakini hawajui ni nini maana ya ndoa. Na ndoa inahitaji ukamilifu mkubwa sana. Unapooa ina maana umeacha ya dunia, na unapoolewa ina maana umeacha ya dunia. Kwa hiyo unabaki na mwenza wako. Kwa ndoa inaanza vurugu pale ambapo mmoja anajifanya yeye ni mkubwa kumzidi mwenzie, au mmeoana katika nyota ambazo si sahihi. Pia inaweza kaleta, ila Mungu anaweza kukuonyesha ni jinsi gani utakavyofanya. Mfano, mtu umeota kwamba umetoka kukutana na mtu wako. Alafu baada ya kukutana naye au umekubaliana vizuri, akakubali. Katika hizi ndoto, mtu asifikiri kwamba hizi ndoto ataziota kwa siku moja. Tunasema kati ya ndoto moja wapo ni ishara ya kwa mwenza wako. Ukiota labda we ni mwanamke, uko ndani ya ndoa, uko ndani ya ndoa yako, na unaona kama kelele haziishi, amani haishi, vurugu haziishi, yani wewe ni kila siku tu, na mmeo naye anakuona kama choo, yani akuelewi. Ukiota kwamba mmeo kang'atwa na nyoka, ujue mmeo ana mwanamke ambaye sio mzuri, na ndio chanzo ya matatizo kwenye ndoa. Umeelewa? Yani mwanamke akiota au mwanaume akiota mwanamke wake kang'atwa na nyoka, ina maana mwanamke wake ana mtu sio mzuri, na ndio anaosababisha tunagombana, na ndio chanzo cha matatizo katika ndani ya familia. Na ukiota kwamba labda mtu amemtongoza mtu kakubali, muda huo akaenda akakutana naye, au ni mtu ambaye anakuhitaji, lakini ukaota unashiriki naye tendo la ndoa, au umeshamkubalia lakini umeota unashiriki naye tendo la ndoa na hujawahi kushiriki naye tendo la ndoa, ina maana Mungu anakuonyesha kwamba yule ni mpitaji na watu wengi. Yani ana watu wengi. Mtu aliniapproach ukweli katika maisha ya kawaida, alafu nikalala usiku nikaota yule mtu anatoka wadudu. Yani ukiota mtu anatoka wadudu, ina maana ni mtu ambaye mambo yake ni sio ya kidunia, ya kiroho mtakatifu. Yani Mungu anakuonyesha ni mtu ambaye anapita, yana mambo mengi ya nje. Na watu, unajua kuna watu ambao basi mimi nilimkataa. Mimi sasa tafsiri yangu kwenye hicho nikasema yule atakuwa na ukimwi. Roho ya maradhi ni tofauti. Hizo nilimkataa kwa ajili nilihisi kabisa huyu katoka wadudu, ina maana kweli ana ugonjwa. Yani mtu akikutongoza alafu ana ugonjwa zile sugu, ndoto yake inakuwa tofauti. Ndoto yake unakuwa yani watu wanakuona afu wanakusikitikizia, yani wanahuzunika, wanaumia kuhusu wewe. Unaona tu watu wanalia, unaweza kukuta huko uchi alafu unalia. Hizo hapo Mungu anakuonyesha kwamba yule ana ugonjwa ambayo inaweza kukuweka sehemu mbaya. Kwa ndoto huwa ni tofauti, lakini kama ni wadudu, Mungu anakuonyesha kwamba sio sahihi. Yani yule mtu sio sahihi hata kidogo. Kwa sababu unajua dunia ya sasa kuna watu
wanatongoza watu sio kwamba wanawapenda. Kuna wengine wanatongoza watu kwa ajili ya maslahi yao. Ndio maana wadada wengi sasa hivi wengine wamekoswa ndoa, wamekoswa watoto kwa sababu gani? Mfano kuna binti aliniambia, "Mtumishi, mimi naumia na nasumbuliwa sana na tumbo." Sana. Katika kuangalia kwa sababu Mungu kanipa uwezo wa kumwona mtu na kujua shida iko wapi. Nikamwambia hapa shida iliyopo, kuna mtu uliwahi kushiriki naye na hisi kama miaka 5 iliyopita. Akaambia mtu aliyemtoa usichana wangu, lakini nashangaa ile taulo aliondoka nayo. Mpaka sasa tumbo linanisumbua. Sasa sikutambua hilo. Kwa ni mtu ambaye anafanywa upasuaji mara kwa mara. Kwa kuna watu wengine ambao wanatumia hivyo vitu kwa maslahi yao. Mtu anaona kwamba ana mshangazi, kwamba atafanya nini, lakini yule mshangazi, kuna wengine sio kwamba mashangazi wote wanafanya hivyo. So mbona unaenda kwa dadangu Tabu? Wapo kina Tabu Mtingika. Sasa si wote wanafanya hicho. Kuna wengine wanafanya kwa sababu wamechoshwa na wanaume ambao wana akili zao hapo, sio waaminifu katika ndoa au katika mahusiano. Kwa yuko disparate. Kufanya vitu vyake ndivyo sivyo. Ila kuna wengine ambao wanafanya kwa maslahi yao. Ili kuendelea kimaisha. Wewe unaona unaendesha gari zuri la mshangazi wako, unaona wewe unafanya maisha alafu ya kwako hayaendi. Mwisho wa siku unafukuzwa na begi lako, unaanza maisha mapya. Kwa kuna wengine ambao wanafanya, kuna dada mmoja nikutana naye Kenya. Yeye alihudumiwa mpaka anamaliza form 4 mpaka chuo mpaka anamaliza. Alipomaliza yule baba akamwambia, nishakusaidia vya kutosha. Tafuta mwanaume akuoe, mimi na familia na unajua. Na yeye akashukuru kwamba mtu yule kamsaidia sana. Kumbe sasa alivyoachana naye tu, kila mwanaume ambaye anataka kumchumbia lazima afe. Maskini. Ukijitokeza kutaka kumsaidia kwa chochote, usipopatwa na ajali lazima upatwe na matatizo. Umenielewa? Lazima upatwe na shida yoyote ile. Kwa nimeingia pale, alikuwa hotelini. Akasema hii ni hoteli ya 7. Kila hoteli naoingia hapo lazima itokee shoti ya umeme ya moto ama nini. Nashangaa hapa nimedumu kidogo. Hata wewe ukijitokeza kunisaidia na hisi utapatwa na shida. Ndio nikaja nikamwambia kuna mtu aliwahi kukusaidia hivi na hivi. Ndio akanisimulia. Nikamwambia basi nyota yako iko huko. Mpaka sasa hivi yuko sawa. Kwa hiyo kuna ndoto ambazo Mungu anaweza kukuonyesha kwamba huyu mtu sio sahihi. Kwa hiyo usisahau, kwa mfano unataka kujua sasa huyu mume wangu mimi bwana hapa ananiendea kinyume, au mke wangu mimi ananiendea kinyume, natakiwa niangalie sana ndoto zangu. Ndio. Yaani unajua kuna mtu huwa haoti au kuna wengine wakiota wanasahau. Sasa utafanyaje ili uweze kupata hizi ndoto? Ni mtu unaangalia kwamba leo mume wangu anataka kwenda kazini au mume wangu anataka kufanya hivi, unamuaga. Au kama ni mpenzi wake au ni mtu aliyemkubalia kimahusiano, anajitahidi anamkumbatia. Alafu ile nguo anashinda nayo kutwa nzima. Alovaa uliomkumbatia nayo kutwa nzima. Ikishafika jioni, wewe hoga, ukishamaliza kuoga, chukua ile nguo iweke chini ya mto, kwenye mto wako. Alafu uliovaa wewe weka chini ya mto. Kati ya ndoto nilizozitaja zote lazima upate. Hata kama wewe ni msaulifu wa ndoto, lazima utakumbuka, utapata moja ambayo itakupa mwanga wa kinachoendelea. Ukiona kumbato limekuwa refu, get ready. Kwa hiyo watu wafanye hivyo. Yaani unajua, ngoja nikwambie. Unajua ndoto hizi kila mwanadamu ana nguvu yake ya ziada ndani yake. Hamna mwanadamu ambaye ana nguvu ndani yake. Sema tu watu ndio wanajitia kichwa kutokusahau maana yao mimi sina nini mimi na nini, lakini kila mtu ana nguvu yake. Ndio maana wenzetu wanakuwa wanafuata njia sahihi. Kwa ndio maana kuna wengine ambao unaweza kukuta kwenye ukoo wako umeanzishwa jina lake. Unajua kuna cheni za koo ambazo pia zinasababisha mtu njia kufunga, kila kitu kusimama, watoto kwa walevi, wewe kwa mlevi, mume wa kelele, kwa sababu ndoa watu siku hizo wanaoa kwa kitu. Fulani ana jina anaoa, anaolewa naye. Jirani fulani ana gari, anaoa, anamuoa. Fulani yuko hivi, mara mimi nataka mwanamume mrefu, mara sisi nataka tajiri, hivyo. Lakini
kuna kitu kinaitwa cheni ya koo ambayo inaweza kusababisha binti ukazaa na wanaume 10, kila mtoto na baba yake. Ukifuatilia unakuta shangazi alikuwaga hivyo au mama mzazi alikuwa hivyo. Kwa kuna kitu kinaitwa cheni. Katika cheni hii pia Mungu huelekeza kwamba huyu ni sahihi ama sio sahihi katika ile ndoto. Kwa inaweza kusaidia hata wewe unayetaka kuoa au uliyeolewa, inaweza kukuelekeza hata kwenye hiyo nguo unavyoifanya. Inaweza sasa mtu apate ile dhurka ile ya kiroho ile, achukue ile dhurka ile. Waga na mara nyingi sana Wakristo wanapenda kutumia kwa kubatizwa. Ile mtu apake alafu aweke nguo hivyo. Itakupa sairo yote ya picha ya familia mtu ambaye unataka kuishi naye au unaishi naye. Kwamba bana huyu mtu timu ya mpira. Ila huyu mtu yuko sawa. Huyu mtu yuko hivi. Unajua. Yaani nakuelekeza kitu chochote kile ili wewe kukaa. Unajua sasa huyu mchumba nataka kunioa sio. Yeah. Huyu mume wangu huyu nimeingia lakini nishabuki. Yeah. Kwa hiyo lazima nifuatilie kumweka sawa. Ndio. Sasa kupitia maombi ambayo unayafanya na kupitia mishumaa ambayo najua baada ya kufanya hivi kuna maombi tunafanya, sio? Ndio. Kupitia maombi na hii mishumaa ambayo unaitengeneza kiroho. Nini mtu anaweza akafanya? Tayari nishaingia, mume nishaharibu, ndo sio, na nataka abadilike awe mzuri. Mume wangu atulie, tulee watoto. Au mchumba wangu nampenda japokuwa ndio hivi nataka abadilike. Tunaweza kutumia hivi vitu na kuna sawa. Unajua maisha yakaendelea. Katika dunia sasa Mungu ametupa nafasi kubwa sana. Hata Musa watu walivyoteseka, maji yalibadilishwa kawa dawa na ikasaidia watu. Kwa mshumaa huu ina kazi yake ambayo pia inaweza kusaidia. Na pia kuna hiyo dhurka ambayo nakwambia ina uwezo wa kutoa makelele yasiyoisha. Na kuna ile tido ambayo inatokea India ile. Pia inaweza kumsaidia mtu kutoa mafarakano. Uko kazini unachukiwa, ndoa yako haina amani, umeolewa sehemu ambapo kwa sahihi, njia kila kitu unakifanya kiendi, unashika peta nini? Tido kuna sina lakini huwa wanaziuza India kwa Wahindi labda. Sina ndio. Kwa tido iko kwenye kichupa fulani. Ngoja nikuonyeshe chupa moja hivi kama sample yake nilikuwa nayo. Tido iko hivi. Unaona? Hiyo inaweza hiyo imesimama masuala ya mahusiano, biashara, kipato, maisha na nini, lakini haitumiki bila maji ya Zamzam kwa Muislamu. Relationship solution. And various problems. Yeah. Yaani hiyo inatumika kwa mtu yote yule awe Mkristo au Muislamu kwa sababu inatumika kwa moja baraka. Hiyo inatumika kwa moja baraka. Mimi nataka hiyo. Wewe atatoka na ofisi nzima, kila kitu ni kizuri kwake. Napaka mwenzangu afu nachukua mshumaa wangu na uwasha sana kulala ule na wote tu njozi zangu. Nikitoka hapo matatizo wanaonichukia bila sababu wanaumbuka wao. Mimi nipo tu. Yani, kwa hiyo tunatumia. Yani ni zipo kiimani zaidi, kiroho zaidi. Sio kwamba mtu aenda kwa waganga fanyaje, ni kiroho kwa sababu ni kitu ambacho anasema nacho na kinakusaidia, kinakuelekeza sababu uzuri wa tido unaweza kaitumia na mwanaume akaanza kukiri. Niliwahi kufanya hivi. Mke wangu naomba unisamehe. I want that one. Umeelewa? Kwa hiyo katika maisha watu sisi tunafeli na watoto wetu. Unajua sisi ambao tuna watoto tunapaswa kuwawekea watoto misingi iliyo sahihi. Wewe unaweza kukata chini yako ili isije kasonga watoto wako. Ndio maana unasikia kwamba hichi kinachomtesa kilimsumbua shangazi yake au kimtesa yeye, ndio maana anaachika ovyo. Huyu mtoto nimemtoa wapi? Mbona mimi sikuwa na tabia hii? Nimedumu na babake. Angalia cheni anayotoka. Kwa hiyo urithi ule wa huko unakuwa mbaya. Tunafanyaje ili kuondoka katika cheni za koo, laana za koo? Labda mtu alikuwa anakunywa pombe akatoka. Mimi naweza katoa historia yangu kidogo. Huyo mzee ambaye ni mzee wangu wa kiroho. Aliniuliza unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Odingo. Jina ambaye ni la babu mzababu yangu. Akaniambia Odingo? Ni babu yako mzababu yako alikuwa na nini? Kaambia ni mtu ambaye alikuwa na ukoo mkubwa kwa sababu sisi kwetu ni ukoo ni mkubwa sana. Akaniambia kwani kipi ambacho sifa yake kubwa ilikuwa nini? Kaambia sifa yake kubwa alikuwa ni mlevi sana. Akaniambia ujue cheni inafuata.
Sasa mimi ninachokuomba kipindi hicho sijaingia katika utumishi, kanue pombe ya kiasili ile, kamwage kwenye kaburi yake, afu mwambie mzee, mimi kitu sitaki. Wacha. Naomba mimi nibaki katika utukufu. Nikaenda nikafanya vile nilivyoambiwa. Mpaka ninapokuambia siwezi kugusa hata pombe. Lakini wenzangu ambao walianzishwa ile jina, wengine ni walevi mpaka. Wacha. Umeelewa? Kwa cheni nilikata kabla baada ya kufuata maelekezo. Kwa unaweza kaelekezwa kwa kuna cheni zingine, maana unasikia mtu kajinyonga kwa sababu ya mahusiano. Mtu bila cheni kwenye ukoo, mtu hawezi kujinyonga. Yaani from nowhere tu mtu akwacha afu jinyonge. Lazima cheni iwepo. Ndio unakuta mtu, mimi nimechoka na maisha, natamani hata kujiua. Ukisikia mtu amesema natamani kujiua, ujue kuna cheni ambayo inatembea ndani ya familia. Ndio maana unakuta watumishi wanapambana sana kuombea watu. Sio kwamba watumishi hawana nguvu, watumishi wana nguvu. Ndio maana Mungu kampa nguvu ya kumuona mtu na kufanyaje. Unakuta mtu anatolewa mapepo leo, wiki ijayo tena mapepo yale anapiga kelele, mwezi ujao tena mapepo yale anapiga kelele, yanakuwa hayatoki. Sio kwamba mtumishi hana nguvu. Cheni ni kitu ambacho huwa kinaishi katika ukoo. Na inarithiwa wajukuu na watukuu. Mababu na mababu. Cheni huwa inatembea. Kwa unaweza kumweka mtoto wako kwenye lawama ambazo sio sahihi, lakini kukata cheni inaweza kukusaidia. Maroho ya mapombe yakatoka, maroho ya wizi yakatoka, maroho ya magomvi kwenye familia yakatoka, maroho ya kukataliwa, unachezewa tu hudumiwi. Yaani wewe ni leo unachumbiwa, kesho hamna, watu wanaishia njiani, wewe ni mtu wa kuzaa tu, alafu kila mtoto na babake. Kwa hizi roho zipo na zinaishi. Kwa wazee wetu ndio hawazikati. Cheni unaweza kukata. Unakataje? Cheni kwa mimi mtumishi. Ulikata, ulienda kumwaga kule pombe. Nilikata lakini pia nilifuata njia zangu za kiroho. Kwa sababu hata ukisoma mambo ya Walawi inaongelea jinsi ya kukata cheni. Tukiongelea masuala ya yani hata kibiblia cheni hizi zipo. Hata Isaka alimwambia mwanawe Esau, nenda kafanye kitu fulani nije msafishie nyota yako ili akate ile cheni. Yakobo mke wake Lea naye aliambiwa afanye kile alichokifanya Rebeka. Kwa katika hivi vitu vipo katika Biblia pia. Lakini cheni inapaswa upate mtumishi mwenye roho ya kutazama cheni. Kwa sababu ili mtu uende kwake usimsimulie, anapaswa mtumishi wa Mungu akuangalie kuna kipi ndani yako, na kikueleza kile kitu ndani yako ndio uweze kupata hatua ya kuvunja ile cheni. Kwa mara nyingi huwa cheni inavunjwa kwa dhurka na ile tido. Ile dhurka ya kiroho ambao nilikwambia ni ya Roma, ile ya kubatizia. Hivi vitu vyote vinapatikana kwenye makanisa ya maduka ya kanisani. Hii inakata cheni. Cheni yoyote ile ambayo unajua kabisa hii haiwezi kutoka. Roho ya umaskini, roho ya kukataliwa, roho ya mafarakano. Yaani wewe ni mtu, kitu kizuri kishika kikai. Una gari kila siku gereji. Yaani ni kitu kizuri akikai. Ukifungua duka haiendi. Yaani wewe ni kazi ya kufungua biashara na zinakufa. Hizo ni cheni. Roho ya kukurudisha nyuma. Kwa nitakuwa uzikate zile cheni. Kwa unakutana na mtumishi au unaweza kuchukua dhurka na ile tido. Unachukua na maji ya baraka. Kwa Muislamu anachukua na maji ya Zamzam. Akishachukua maji ya baraka na Zamzam, anakuwa anaoga ndani ya siku 7 kila siku. Na anaoga maji ya baraka na ile dhurka anajipaka. Ile nafsi lazima itoke kwake na ataanza maisha mapya. Kwa hiyo turudi kwa shauri wanandoa ambao imekuwa mitihani. Kwa tunawashauri ndo tukarudi huko. Ndio. Wafanyaje kupitia meza yako hii ya mtumishi sana ili wakae salama. Sasa tushapata ndoto tunagundua sio. Wafanyaje? Yaani unajua mtu akishajua hivi ni kwamba kikubwa ni suluhisho. Maana Biblia inatuambia kwamba mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake kwa mikono yake. Na mwanamke ana uwezo wa kujenga ndoa yake, na mwanamke anaweza kuilinda ndoa yake. Sababu wanaume wengi wana tamaa za kimwili sana. Lakini mwanamke anaweza pia kaingia katika ndoa na akaiheshimu ndoa yake. Kuna wanawake wengine ambao hawaheshimu ndoa. Yaani mwanaume akiingia tu anaongea mpaka ukiziba sikio, ukiachia tu akwambia hii kuna nizibia sikio, dharau hizo sasa. Kwa hiyo
Unakuta mtu unapambana kwa ajili ya mtu. Unajua mwanamume ukishakuja duniani umekuja kwenye matatizo. Yaani umekuja kwenye matatizo. Yaani mtoto wa kiume akiitua tu hivi, ajua ameingia kwenye matatizo, ameingia kwenye matatizo. Kwa sababu kila kitu kitabidi yeye. Kuna mwanamke hata umfanyie nini? Unajua mwanamke ni ngumu sana kushukuru. Yaani wanashukuru lakini dakika mbili anasahau. Hata umfanyie mangapi. Kikubwa wewe ujue jinsi gani ya kuishi na mwanamke wako. Kwa sababu mwanamke anahitaji muda, mwanamke anahitaji mtu anayemkea, mwanamke anahitaji mtu anayemjali, mwanamke anahitaji mtu yoyote muda ule wote unamuuliza unahitaji nini? Unataka kipi? Leo unatamani nini? Nikuletee nini? Yaani ndo raha ya mwanamke. Lakini mwanamke ukiwa kama chuma, kama nondo utajua mwenyewe. Yaani hizo kelele hazitoisha. Kwa hiyo sasa mtu akiingia katika ofisi yako hapa, hata kama hajakueleza kitu chochote, wewe mwenyewe unajua huyu Sakina ana matatizo. Yaani mimi nikiona picha ya mtu au mtu akija mimi ndio yani kama nataka uniangalie afu niambie nina matatizo gani ili niondoke zangu. Jamani leo na mimi naangalia na mtu na wewe karibu uangalie. Mtu akitaka kuna nini akikuangalia tu anajua kwamba wewe bwana hapo ulipo sio salama. Ndio mambo yanakuwa mazuri. Mtu akitaka kushauri kwa kupigia simu namba yako, mtu akinitafuta cha kwanza nitumie message tu, nitumie picha kwa sababu mimi kama unavyoona hata nikitabiri kitu lazima kiwe. Sababu nikitumia picha nitajua huyu ana shida hii, ana hichi, ana hichi, na hichi. Namba yako namba yangu ni 0683 33 3307, yani 0683 33 33 07 mwisho. Hiyo ni WhatsApp na ni ya kutumia kwa mtu anatuma picha yako unamuona wewe bibi wewe huyo ulokaa naye bomu la nuclear ondoka kabla hujalia au tufanye maombi. Kama karibuni kwa mtumishi Sami leo naondoka na mshumaa huu wa Abdalasin mshumaa mvuto wa mshumaa biashara. Biashara zangu zinakuwa ngari permit. Afu shemeji yako akiniomba kitu na ni mimi ambao ukimwomba kitu akunyimi ni hapa. Na nini mshumaa nachoma Yaani hii nikiomba kitu. Yaani hata binti akiwa na shida zake. Na wadai kuna wadai. Hiyo. Hiyo si ndio ya kuombea hela. Nilipe hela zangu. Yaani unapochoma unaanza na jina la mhusika mmoja. Kwamba wewe fulani. Diwani wa sehemu fulani. Hela yangu umekopa miaka mingi hutaki kulipa. Namba hela yangu. Alafu mpigie. Mpigie. Au mfuate, ile kumfuata atatetemeka gani? Jamani ilikuwa ni ndoa na tulikuwa na tulisafi kingine tutakuwa naye katika story nyingine, lakini leo tumeongelea ndoto. Unaweza ukapata usidharau. Ukiona kuna ndoto fulani unajua viatu hivi vimefanyaje, mume wako huyo hayuko salama, mke wako hayuko salama, sasa msigombane. Unakaa chini unapiga goti unasali ili kuhakikisha anarudi sawa, msigombane mkapigana mkauane. Au kama mshindo njoo kwa mtumishi Samu hapa mtaomba kwa pamoja. Akikuona tu atakwambia bwana habari ndio. Nari.